Get the point. Take a step forward. Sasa somo ambalo tunahitaji tujadiliane asubuhi hii ni somo linalosema kanzu sio dini. Somo linasemaje? Kanzu sio dini. Hilo ndio tunataka tujadiliane sasa. Kanzu sio dini. Wengi wamefikiria kanzu ni dini. Hiyo ndio maana yake. Na hilo ndio limekuwa na wengi sana. Si ndani ya kanisa au nje ya kanisa. Yaani mtu akionwa amevaa kanzu kama mimi nilivyovaa hivi, anaitwa nani? Anaitwa Muislamu. Unaona? Ina maana hii kanzu watu wameichukulia kwa nini jamani? Kuwa dini. Sasa naomba uwe kimya na uwe msikivu kokote unakoniangalia, unakosikiliza, ulifahamu somo hili. Kwamba kanzu sio nini? Usimwone popote mtu amevaa kanzu ukafikiria ni dini. Kanzu sio dini. Tuombe. Baba wa mbinguni, tunakukaribisha kwa ajili ya somo la kanzu. Na kwa sababu wewe ndiye Mungu unayetufundisha. Bila wewe sisi hatuwezi. Shuka ulifundishe somo hili. Roho Mtakatifu alifafanue. Tunaalika majeshi ya mbinguni yaungane na sisi katika ibada hii. Mapenzi yako yatimizwe na ushindi upatikane. Tunaomba kwa jina lako Yesu. Amen. Amina. Kanzu kama nilivyoivaa hivi ndiyo jina lake. Kanzu ni vazi. Nimesemaje hapo? Kanzu ni vazi. Yes. Kanzu ni vazi. Na hili vazi halikuanza kuvaliwa na Waislamu kama wewe leo unavyofikiria kwamba eti mtu akivaa kanzu ni nani? Ni Muislamu. Sio kweli. Kanzu imeanza kuvaliwa na Waebrania. Na wale waliovaa kanzu na hili vazi la kanzu, asilimia nyingi lilivaliwa na watumishi. Lilikuwa vazi rasmi, mahali rasmi. Na ndio maana hata wale wanaovaa sasa hivi wakivaa kanzu mahali rasmi hawajatenda dhambi, maana lilivaliwa tangu mwanzo na lilikuwepo tangu mwanzo. Kitabu cha Danieli. Kitabu cha Danieli 3 fungu la 19 ameandika nini? Danieli 3 mstari wake wa 19, maandiko yanasema. Ndipo Nebukadneza akajaa ghadhabu. Na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shadrach na Meshach na Abednego. Basi akatoa amri watie moto ili tanuru mara 7 kuliko desturi yake ya kutiwa moto. Hawa ni wakina Danieli, wakina Shadrach hawa, wakina Abednego. Walikataa kuabudu sanamu. Alafu ndipo mfalme Nebukadneza akatangaza amri ya kwamba wakamatwe wawekwe kwenye tanuru la nini? La moto. Sasa sikiliza walikuwa wamevaaje. Kisha akawaamuru baadhi ya watu mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shadrach na Meshach na Abednego. Shadrach na Meshach na Abednego wakakamatwa na kuwatupa katika ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi watu hao wakafungwa. Hali wamevaa suruali zao. Walikuwa wamevaa nini? Suruali zao. Na kanzu. Na nini? Na kanzu. Na kanzu zao. Na joho zao. Na mavazi yao mengine. Basi.
Shadraka, Meshaki na Obednego ni Waebrania, ni Waisraeli na wala hawakuwa Waislamu. Wakakamatwa ili watupwe katika tanuri wakaro nini? Moto wa Nebukadneza. Kipindi wanakamatwa, Biblia inatutambulisha, inasema walikuwa wamevaa walivaa nini? Suruali. B wakavaa nini? Kanzu. C wakavaa nini? Joho. D wakavaa nini? Mavazi mengine. Na mimi ndivyo nilivyovaa. Amina. Yaani yote tunayoyasoma pale ndivyo inavyopaswa kuvaliwa. Amina. Unapovaa kanzu, hili nalo unapaswa ulielewe. Unapovaa kanzu, usiivae kanzu kama kanzu. Usiivae yenyewe kama yenyewe. Unapovaa kanzu, hakikisha ndani kuna suruali. Amina. Na mimi ndivyo nilivyovaa. Amina. Hakikisha ndani kuna mavazi mengine. Unajua Biblia nayo kuna mengine inayapita kando. Si kila lenyewe linawekwa wazi. Mengine ni ya kujiongeza. Hapa ametuandikia walivaa kanzu na suruali ikatajwa. Mavazi mengine hayakutajwa. Sasa utajiongeza sasa kwamba ndani waga kuna mavazi mengine. Utaanza kuyajua we mwenyewe ni lipi walikuwa nayo. Kwa hiyo sasa hii ndiyo maana ya kwamba kumbe kanzu hata kabla Uislamu haujawepo zilikuwepo. Kumbuka somo linasema kanzu sio nini? Sio dini. Sio dini. Kanzu ni vazi ambalo linavaliwa na mtu yoyote, lakini ni vazi rasmi, mahali rasmi. Sio kwamba uvae kanzu uende kupalilia, uende kwenye palizi. Sio kwamba uvae kanzu uanze kutembea tu barabarani. Utakuwa umeikosesha heshima. Ni sawa na mtu kuvaa suti. Huwezi ukavaa suti ukaingia majarubani na suti. Huwezi kaingia bondeni kulima na suti. Vazi hili lina kiheshima na linavaliwa mahali maalum, lakini ni vazi. Hiyo ndio nataka tu ielewe. Ni nini jamani? Ni vazi. Na limevaliwa na watumishi. Napenda kuwapenda sana na nawapenda sana mashehe. Mashehe wanapenda kuyavaa haya. Wako vizuri mno, pamoja na mapadri. Wako vizuri. Na makatikista. Wako vizuri. Maana wanavaa hili vazi mahali maalum. Kwa sababu ni vazi maalum mahali maalum. Vazi rasmi mahali rasmi. Lakini kanzu sio nini? Sio dini. Bwana Yesu asifiwe. Amina. 8 wako kitabu cha mambo ya Walawi ameandika hivi. Hebu isikilize. Mambo ya Walawi fungu la 13. 8:13 ameandika hivi. Mambo ya Walawi 8:13 andiko inasema. Kisha Musa akawaleta wana wa Haruni. Akawaleta wana wa Haruni. Na kuwavika. Akawavika nini? Kanzu. Aliwavika nini? Kanzu. Na kuwafunga mishipi. Akawafunga nini? Mishipi. Hata na mimi ninao. Amina. Na kuwavika vilemba. Akawavika na nini? Vilemba. Si mnaviona hivi? Ndio. Sasa usije ukaona mtu amevaa hivyo ukamuita shehe. Anaweza akawa shehe kweli, lakini anaweza asiwe shehe. Kila unayemuona amevaa hivi usimuite Muislamu. Anaweza akawa Muislamu kweli, lakini anaweza akawa msabato. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anaweza akawa hata Mkatoliki. Anaweza akawa hata Mwanglikana. Maana vazi sio nini? Dini. Hata kabla ya Uislamu watu walivaa kanzu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Akawavika nini? Kanzu. Akawavika mshipi. Akawavika vilemba. Endelea. Kama Bwana alivyomwagiza Musa. Kama Bwana alivyomwagiza
alivyomwagiza nani? Alivyomwagiza Musa. Walivaa kwa kuagizwa. Amina. Na walivaa mahali gani? Rudi kitabu cha 16 Walawi. Fungu la 4. Mambo ya Walawi sura ya 16. Fungu la 4. Fungu la 4 maandiko yanasema, ataivaa ile kanzu. Ataivaa ile kanzu. Ile kanzu takatifu. Ile kanzu takatifu ya kitani. Atakuwa na zile suruali za kitani mwilini mwake. Lakini ndani yake lazima kuwemo na nini jamani? Na suruali. Usivae kanzu tu. Amina. Maana inaweza ikapeperusha na upepo kabaki empty. Unapovaa kanzu hakikisha ndani kuna nini? Kuna suruali. Akaivaa kanzu, ndani kuna suruali. Endelea. Na zile suruali za kitani mwilini mwake. Atafunga ule mshipi wa kitani. Naye atavaa ile kofia ya kitani. Atavaa na nini tena? Kofia. Zuri. Hayo. Ndiyo mavazi matakatifu. Hayo ndiyo yaliitwa mavazi nini? Matakatifu. Ndio maana nimetangulia kusema kwamba kanzu ni vazi rasmi, mahari rasmi. Haruni anaingia kwenye anaagizwa kuvaa anapoingia kwenye utumishi. Maliza kusoma. Fungu la 4. Fungu la 4 nasema, hayo ndiyo mavazi matakatifu. Naye ataoga mwili wake majini. Hebu rudi fungu la 3. Fungu la 3 inasema, Haruni ataingia katika patakatifu na vitu hivi. Hiyo ndio nilikuwa natafuta. Amina. Kwa hiyo walivaa wakaingia mahali pa huduma. Wakaingia mahali pa utumishi. Amina. Kama mimi nilivyovaa hivi. Amina. Niko kitumishi. Amina. Niko kihuduma. Amina. Kwa hiyo hili vazi sio la kuvaa tu kaanza kwenda nalo sijui sokoni sijui wapi. Yaani unaweza ukafanya hivyo lakini umelikosesha nini jamani? Heshima. Wezi ukaenda nalo shambani vazi kama hili. Wezi ukaingia nalo kwenye mabonde kulima miwa hili. Linavaliwa sehemu husika. Lina heshima zake. Lakini linavaliwa na mtu yoyote. Madam yuko sehemu maalum. Ndio maana hata waimbaji mnapaswa muwe na sare za kanzu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sare za kanzu. Wahubiri sare za nini? Za kanzu. Maana mko kiutumishi. Amina. Na hii ni vazi la utumishi. Amina. Ndio maana nimetangulia kusema na wapenda mashehe, na wapenda mapadiri, na wapenda makatekista. Maana wanapokuwa katika utumishi, katika huduma, wanaonekana wamevaa nini jamani? Kanzu. Napenda sana. Kwa hiyo hili ni vazi ambalo linavaliwa na mtu yoyote na ni vazi rasmi, mahali rasmi. Hapa tunawaona wakina Sheduraka, wakina Meshaki, Obedinego, tunawaona wamevaa kanzu. Wana wa Lawi tumeona wamevaa nini? Kanzu. Hata kabla Uislamu haujaja. Kwa hiyo hili ninaomba ulisevu hili. Save kwenye akili yako. Usimwone mtu yoyote popote amevaa kanzu ukamuita Muislamu. Kanzu sio dini. Hiyo ndio save. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hata mitume waliotembea na Kristo na Yesu mwenyewe walivaa nini jamani? Kanzu. Na wala hawakuwa Waislamu. Yohana, sikiliza hii. Kitabu cha Yohana. Yohana ameandika hivi. Yohana 19 fungu la 23. Tumuone Yesu kwanza. Yohana 19 mstari wake wa 23. Ameandika nini? Maandiko anasema, nao askari
Maaskari. Nao askari walipomsulubisha Yesu. Walipomsulubisha nani? Walipomsulubisha Yesu. Waliyatoa mavazi yake. Wakayatoa mavazi yake. Wakafanya mafungu manne. Wakafanya mafungu mangapi? Manne. Kwa kila askari fungu lake. Mavazi ya Yesu hayo. Na kanzu nayo. Na kanzu nayo wakaigawana. Kumbe hata Yesu alikuwa amevaa nini jamani? Kanzu. Na Yesu tangu utoto alikuwa mvaaji wa kanzu. Maana alikuwa mtumishi, alikuwa mhudumu. Kwa hiyo masaa yote alionekana na kanzu, kwa sababu masaa yote alikuwa kazini. 3 kitabu cha Luka fungu la 10. Luka 3 mstari wa 10. Maandiko anasema. Makutano wakamuuliza. Wakamuulizaje? Tufanye nini basi? Sikiliza. Akawajibu akiwaambia. Mwenye kanzu 2. Akawajibu akawaambia, mwenye kanzu ngapi? Mwenye kanzu 2. Mwenye kanzu 2. Na ampe asiye na kanzu. Amgawie mtu mwingine asiye na nini? Asiye na kanzu. Ili wote muenee nini? Kanzu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kanzu ni za kuvaliwa na kila yoyote. Ili aivae tu kwa, anapaswa aivae tu kwa utaratibu basi. Na Yesu anawasisitiza mitume wavae nini jamani? Kanzu. Anasema kila ambaye hana kanzu apewe. Na aliye na kanzu 2 aigawe nyingine kwa mwingine. Ili kila mtu anapoonekana katika huduma, katika utumishi, aonekane ana kanzu. Kwa hiyo kanzu ilivaliwa kabla hata ya Uislamu haujaja. Kabla hata Uislamu haujaja, kanzu zilikuwa zikivaliwa. Na kanzu kwa mujibu wa Biblia na Qur'an, kanzu ni vazi. Amina. Kitabu kile cha Qur'an 16, kanzu ni vazi. Isikilize vizuri hii na uisevu. Kanzu ni vazi. Hii sio dini. Soma fungu la 81. Qur'ani 16 81. Inaitwa ni surati An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Na Mwenyezi Mungu katika vitu alivyoviumba, amekufanyieni vitu viletavyo kivuli. Na amekufanyieni maskani katika milima. Na amekufanyieni kanzu. Na amewafanyieni kanzu. Zinazokukingeni na joto na baridi. Zinazotukingeni na nini? Na joto na nini? Na baridi. Ni vazi kama mavazi mengine. Amina. Na matumizi yake ni kwa ajili ya kuvaliwa na yoyote, ili kujikinga na nini? Na baridi, na kujipatia joto ndani ya hiyo nini? Kanzu. Ni kama vazi, kama unavyovaa suti. Bwana asifiwe. Amina. Kama unavyovaa mkoti. Ndivyo Biblia na Qur'ani inavyofafanua kwamba kanzu ni vazi ambalo limetengenezwa kwa ajili ya kuvaliwa na watu wote. Kanzu ni vazi ambalo matumizi yake ni kutukinga na baridi na kutupatia nini? Joto. Kanzu ni vazi. Kanzu sio dini. Amina. Nani ana swali? Msomaji wangu ruhusu maswali. Mwenye swali unanyosha mkono. Karibuni wenye maswali. Niliwaambia hili ni darasa la kujadili. Tuko kwenye majadiliano. Mtu yoyote anaruhusiwa kuuliza swali. Na hapa na kujibiwa hapa. Ni mdomo kwa nini jamani? Kwa mdomo. Ni mdomo kwa mdomo. Mwenye swali anaweza kunyosha mkono. Karibu. Swali linaulizwa, ikiwa kanzu sio dini, kwa nini limekuwa rasmi tu kuvaliwa na watu fulani?
ni kupendelea, yani upendelevu. Wale watu wamependelea kulivaa kila wakati, na waonaji wao wenyewe ndio wakalitengenezea neno. Wale waonaji tu, wale watazamaji. Ni sawa na tai. Watu wa Sabato walivyopendelea kuvaa tai, mpaka leo tai zinaitwa ni za wanani? Za Wasabato. Lakini sio kweli, na tai sio dini. Ule ni upendelevu tu, upendelevu. Yaani mtu anapopendelea kufanya kitu fulani, wale watazamaji wanaweza wakambatiza hata kwa jina la kile kitu alichopendelea, akaitwa hata kwa kile kitu anachofanya. Kwa hiyo ndivyo inavyokuwa. Wenzetu Waislamu walipopendelea kuvaa kanzu, na ikawa kama ni nguo yao ya kila siku, basi kwa wenzetu watazamaji, kwa mimi na wewe tunaotazama, tukaliona hili vazi kama ni la wanani? La Waislamu. Na wao baadhi wakaelewa hivyo, Lakini uzuri, vitabu sasa vipo ambavyo vinatubainishia haki na nini jamani, na uongo. Maana vitabu hivi vimeletwa kwa ajili ya kutubainishia. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. 29 Korani 29 fungu la 3. 29 fungu la 3 ameandika hivi. Korani 29 fungu la 3. Maandiko anasema, hii inaitwa ni surati Ankabut. Bismillahirrahmanirrahim. Hapana, bila shaka tuliwatia katika taabu wale waliokuwa kabla yao. Na kwa yakini Mwenyezi Mungu atawatambulisha wale walio wa kweli na atawatambulisha wale walio waongo. Wote wanatambulishwa kwa mujibu wa vitabu. Amina. Vitabu vya Mungu, yaani neno la nani jamani? La Mungu ndio litatutambulisha. Amina. Kutubainishia kweli na nini na uongo. Kwa hiyo habari ya kwamba limekuwaje liitwe ni la Waislamu ni upendelevu tu, kama swali lilivyoulizwa. Ni sawa na mtu anaweza akapendelea tu kuvaa kitu fulani, yaani mtu akajulikana kwa hivyo, akajulikana tu kwa hivyo alivyopendelea. Na nafikiri kuna vitu vingi ambavyo watu wanapendelea na wanaitwa kwa majina ya vile wanavyofanya. Na kuna kazi zingine ambazo mtu anaweza akapendelea na watu wakambatiza jina kwa kazi anayofanya, lakini si kweli kwamba ni jina lake. Swali jingine. Karibu. Mimi nilikuwa na nyongeza. Vazi la kanzu kama alivyosema mkufunzi ni vazi, sio dini. Lakini pia vazi la kanzu linatokana na tamaduni za Kiarabu. Watu walikuwa na mavazi ya kanzu, na mpaka leo jamii ya Kiarabu au Mashariki ya Kati wanavaa kanzu. Kwa hiyo ni tamaduni, na tamaduni inatambulisha kwamba huyu ni mtu wa namna gani. Kwa hiyo vazi la kanzu pamoja na Waebrania walivaa, lakini kanda ile ya Mashariki lilikuwa ndio tamaduni, ni vazi lao la kitamaduni, kama vile ambavyo kwetu Tanzania Wamasai wanavaa mgolole. Kwa hiyo nao tamaduni zao wanavaa nini? Kanzu. Kwa hiyo sio kwamba ni dini, ni vazi kama mavazi mengine na kama tamaduni zingine. Asante. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo inapaswa ieleweke, kanzu imekuwepo kabla hata Uislamu haujawepo, na kanzu imevaliwa na watu wote, na ni vazi la kuvaliwa na watu wote. Usilijenge kwamba ni la kuvaliwa tu na wakina fulani.
na wala usilifundishe hivyo. Ndiyo maana ya kanzu. Maana hapa tumefundishwa na Qur'ani na Biblia kwamba kanzu haina mtu. Kanzu ni vazi ambalo limevaliwa hata mimi na wewe hatujawepo duniani. Kwa hiyo sasa katika Biblia na Qur'ani sisi lazima tukubaliane, kwa sababu ni vitabu viwili ambavyo tayari rasmi kwa ajili ya kuelimisha nini? Jamii. Kwa hiyo lazima uelimishwe kwa Biblia, uelimishwe kwa nini? Kwa Qur'ani. Kile kitabu cha Qur'ani 4 ninapomaliza somo hili imeandikwa hivi. Qur'ani 4:19 ile fafanuzi. Ameandika hivi. Inaitwa ni Surati An-Nisa. Fafanuzi inasema, lakini kuna wanaojiita Waislamu. Kuna wale wanaojiita Waislamu. Kuna wanaojiita Waislamu. Na wanafanya haya mpaka leo. Wanafanya haya mpaka leo. Basi Waislamu hao? Waislamu kweli wapi? Ni Waislamu kweli? Uislamu mchezo wa dhani. Soma vizuri. Uislamu ni kufuata amri. Soma vizuri. Uwe unasoma maneno yanayoeleweka. Uislamu ni kufuata amri za Mwenyezi. Anza kusoma. Lakini kuna wanaojiita Waislamu na wanafanya haya mpaka leo. Basi Waislamu hao, Waislamu kweli wapi? Uislamu mchezo wa dhani. Uislamu ni kufuata amri za Mwenyezi Mungu. Wanasema hivi, Uislamu sio mchezo. Si kwamba tu mtu anapoitwa Muislamu basi jina tu eti iwe dini. Hapa ndivyo anafafanua vizuri. Uislamu anafafanua, anasema Uislamu ni kufuata amri za Mwenyezi nani? Ni kufuata amri za Mwenyezi Mungu na mtumewe. Na kujizuia na makatazo yao. Jina. Hiyo ndio naitafuta. Jina. Wala kanzu. Sio Uislamu. Yes. Anasema jina Uislamu, yani kule kuitwa Muislamu au kanzu, hiyo sio nini? Uislamu. Hiyo ndio maana ya somo langu la asubuhi, kwamba kuvaa kanzu sio dini na kanzu sio dini. Dini sio mkoti, dini sio unavyofahamu. Dini ni kuzifuata amri za Mwenyezi Mungu. Maliza kusoma. Kuzifuata amri za Mwenyezi Mungu. Jina wala kanzu sio Uislamu. Uislamu ni nia njema. Uislamu ni nia njema na maneno laufu na neno latifu na vitendo vizuri. Na vitendo vizuri. Hiyo ndio maana ya neno nini jamani? Dini. Hata usitaje Uislamu, dini. Kwa hiyo sasa usije ukaona mtu amevaa hivi ukamuita Muislamu. Hili liache kama yani libaki kwenye jina tu la nini? La vazi. Ila ukitaka kuonekana wewe una dini, Biblia na Qur'ani inasema kwamba kubaliana na amri 10 za nani? Za Mungu. Halafu ufanye matendo nini? Mazuri. Hiyo ndio inaitwa nini jamani? Dini. Na amri 10 za Mwenyezi Mungu, ya kwanza inasemaje kwenye Biblia? Soma kwenye Biblia Kutoka 20, ya kwanza imeandikwa hivi. Haraka. Fungu la kwanza. Kutoka sura ile ya 20. Fungu la 3. Kutoka 20 fungu la 3 maandiko yanasema. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Basi. Ni amri ya ngapi? Ya kwanza. Kwenye Biblia. Qur'ani 17 fungu la 22. Amri ya kwanza kwenye Qur'ani. Sikiliza. 17 fungu la 22. Amri ya kwanza kwenye Qur'ani. Imeandikwa Surati Bani Israeli 17:22 inasema. Usifanye Mungu mwingine. Usifanye Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu. Umesikia hiyo? Maana yake usiwe na miungu wengine. Hiyo ndio amri ya kwanza kwenye Biblia na kwenye Qur'ani. Amri ya pili kwenye Biblia inasemaje? Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni. Wala kilicho chini duniani. Wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia. Kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Na wapatiliza wana maovu baba zao hata kizazi cha 3 na cha nichukiao. Nami na warehema 1000 wanipendao na kuzishika amri zangu. Usijifanyia sanamu ya kufanya nini? Ya kuchonga. Ni amri ya pili kwenye Biblia. Kwenye Qur'ani 22 fungu la 30 anasemaje?
22:30. Amri ya pili kwenye Qur'ani. Amri ya pili soma. 22:30 inaitwa Surati Al-Hajj inasema. Namna hivi iwe. Namna hivi iwe. Basi jiepushe na uchafu wa masanamu. Ujiepushe na uabudu wa masanamu. Jiepushe na uchafu wa manini? Wa masanamu. Kwa maana ya kwamba usiabudu nini? Sanamu. Amri ya pili kwenye Biblia na Qur'ani. Ya tatu kwenye Biblia fungu la 7 inasema, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Maana Bwana hatamhesabia kuwa hana hatia mtu ataja jina lake bure. Qur'ani 7:105 ameandikaje? 7:105. Tunakuonyesha amri 10 za Mwenyezi Mungu ndani ya Biblia na Qur'ani. 7:105 hii inaitwa ni Surati Al-Alaf. 7:105. Bismillahirrahmanirrahim inasema, yanipasa niseme juu ya Mwenyezi Mungu lolote ila kwa haki tu. Kwa yakini. Unapasa usiseme lolote, yani usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, ila ni kwa haki tu. Hiyo ndio amri ya 3 kwenye Biblia na nini? Na Qur'ani. Amri ya 4 kwenye Biblia Kutoka 20 fungu la 8 maandiko yanasema, ikumbuke siku ya Sabato itakase. Siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo sifanye kazi yoyote. Wewe wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni ya ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Hiyo ni amri ya ngapi jamani? Ya 4 kwenye Biblia. Qur'ani nasemaje amri ya 4? 4:154. 4:154 ambayo inaitwa ni Surati An-Nisa 4:154. Ufafanuzi kipengele C. Ameandika soma. Bismillahirrahmanirrahim nasema, na baada ya kutoka katika hiyo miji na vijiji vya Sham waliambiwa waiadhimishe nini? Siku ya Jumamosi. Waiadhimishe hapa, yani Qur'ani inafafanua zaidi. Waiadhimishe siku ya lini? Ya Jumamosi. Kwa kuifanya waifanye ni siku ya ibada tu. Waifanye kuwa siku ya ibada tu. Si siku ya kufanya kazi. Sio siku ya kufanya nini? Kazi. Fungu la 47 ameandikaje? Hiyo 4:47 ameandika nini? 4:47 hii Surati An-Nisa anaendelea kusema hivi. Enyi mliopewa kitabu. Nyinyi mliopewa kitabu. Enyi mliopewa kitabu. Aminini tuliyoyateremsha. Yaaminini tuliyoyateremsha, yote yaliyoteremshwa. Yanayosadikisha yale yaliyo nanyi. Yaliyosadikisha yale yaliyo nanyi. Kabla hatujazigeuza nyuso tukazipeleka kisogoni. Kabla hamjageuziwa nyuso na zikapelekwa kisogoni. Au kabla ya kuwalaani. Kabla ya kuwalaani. Kabla ya kuwalaani. Kama tulivyowalaani watu. Kama walivyolaaniwa watu walioharibu utukufu. Waliouharibu utukufu wa Jumamosi. Wakauharibu utukufu wa Jumamosi. Na amri ya Mwenyezi Mungu. Na amri ya Mwenyezi Mungu. Amri ya Mwenyezi Mungu kufanywa. Lazima kufanywa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hiyo ni amri ya ngapi jamani? Ya 4. Ndani ya Biblia na ndani ya Qur'an. Sikiliza amri ya 5 kwenye Biblia. Kutoka 20:12 inasema, waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Na amri ya 5 kwenye Qur'ani imeandikwaje? Kitabu 17 fungu la 23 ameandika hivi. 17 fungu la 23 umeandika hivi. 17:23 hii inaitwa ni Surati Bani Israeli. Bismillahirrahmanirrahim inasema, na Mola wako amehukumu kuwa msimwabudu yeyote. Endelea. Msimwabudu yeyote ila yeye tu. Na ameagiza kuwafanyia wema. Kuwafanyia wema mkubwa wazazi. Wakubwa watu gani? Wazazi. Kuwaheshimu watu gani? Wazazi. Hiyo ni amri ya 5 kwenye Biblia na nini? Na Qur'an. Amri ya 6 kwenye Biblia. Kutoka 20 fungu la 13 inasema, ameandika nini? Usiue. Na amri ya 6 kwenye Qur'ani 17:33. 17. Hebu rudi 4.
Rudi 4 fungu la 29. Ameandika hivi. 4 fungu la 29. Hii inaitwa ni surati Aninisa. 4:29. Bismillahirrahmanirrahim. Nasema, enyi mlioamini, msiliane mali zenu kwa batili. Moja. Isipokuwa iwe biashara kwa kuridhiana baina yenu. Endelea. Hiyo inajuzu, wala msijiue. Wala msijiue, wala msiue wenzenu. Kwanza msijiue, yani usijichome kisu, usijinyonge, usikunywe sumu, na usijiue wala kuwaua wenzenu. Ni amri ya ngapi hiyo? Ni amri ya 6 ndani ya Qur'ani, ndani ya Biblia. Amri ya 7 kwenye Biblia. Ya 7 kutoka 20 fungu la 14 nasema, usizini. Amri ya 7 kwenye Qur'ani 17:32. Ameandikaje? Hii surati Bani Israeli 17:32 inasema, wala msikaribie zina. Msikaribie nini? Msikaribie zina. Amri ya 8 kwenye Biblia, kitabu kile cha Kutoka 20 fungu la 15 inasema, usiibe. Amri ya 8 kwenye Qur'ani 5:38. Ameandikaje? 5:38. 5:38. 5:38. Hii ni surati Maida. Surati Maida inasema hivi. 38. Soma. Bismillahirrahmanirrahim. Na mwizi mwanaume na mwizi mwanamke ikateni mikono yao. Ukiwakamata mwakate nini? Mikono. Kwa hiyo inakubali, inakataa usiibe. Hiyo ndio amri ya 8 kwenye Biblia na Qur'ani. Amri ya 9 kwenye Biblia 20:16 Kutoka inasema, usimshuhudie jirani yako uongo. Na amri ya 9 kwenye Qur'ani inasemaje? 22:30 22:30 22:30 nasema, na jiepusheni na usemi wa uongo. Jiepusheni na usemi wa uongo. Hiyo ni amri ya 9 ndani ya Biblia na Qur'ani. Tunaingia ya 10 ya mwisho kwenye Biblia. Kutoka 20 fungu la 17 inasema, usitamani nyumba ya jirani yako. Usitamani nyumba ya jirani yako. Usimtamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alicho nacho jirani yako. Amri ya ngapi hiyo? Ya 10 ndani ya Biblia. Ndani ya Qur'ani, kitabu cha Qur'ani 22 4 fungu la 32 ameandika hivi. Qur'ani 4:32 ameandikaje? 4:32 ameandika hivi. 4:32 hii inaitwa ni surati Aninisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala msitamani vile ambavyo Mwenyezi Mungu amewafadhilisha baadhi yenu. Msifanye nini? Msitamani. Hizi ndizo amri 10 za Mwenyezi Mungu. Qur'ani inasema kanzu sio dini. Dini ni kufuata amri za Mwenyezi Mungu. Na leo napenda nikusisitizie, kanzu sio dini, au sio Ukristo, sio Uislamu. Kuvaa suti sio Ukristo, sio dini. Kuvaa pamba, piga pamba zako zote, wini uinyavyo, lakini kuwini kwa pamba za mavazi sio dini. Dini ni kuzishika amri 10 za Mwenyezi Mungu. Ziliandikwa ndani ya Biblia, zikaandikwa ndani ya nini? Ya Qur'an. Wale watakaozivunja amri hizi hakika hawataingia katika uzima wa nini? Wa milele. Kitabu cha Mathayo 19 ndilo fungu la mwisho. Kama kuna swali liandae. Ameandika hivi fungu la 17. Mathayo 19 fungu la 17. Fungu la 17 maandiko yanasema, anzia 16. Ameandika hivi. Na tazama, mtu mmoja akamwendea akamwambia, Mwalimu, nitende jambo gani jema ili niingie, ili nipate uzima wa milele? Nitende jambo gani jema ili niupate uzima wa milele? Akamwambia, Yesu akasema, kwani kuniuliza habari ya wema? Uniulize habari ya wema? Aliye mwema ni mmoja. Lakini ukitaka kuingia katika uzima. Ukitaka kuingia katika nini? Ukitaka kuingia katika uzima. Ukitaka kuingia katika uzima, zishike amri. Bwana asifiwe. Amina. Ukitaka kuingia katika uzima, baba yangu, mama yangu, kaka na dada,
Kama hitaji lako ni kuingia kwenye uzima wa milele, zishike nini? Amri zilizoandikwa ndani ya Biblia na ndani ya nini? Ya Qur'an. Bwana asifiwe. Amina. Nani ana swali la mwisho? Swali la mwisho. Naweza ukanyosha mkono. Haya. Hakuna swali isipokuwa kuna shwari. Tumeelewa. Wangapi wameelewa? Mikono juu. Simameni tuombe. Amina. Bwana awabariki sana. Amina. Omba msomaji. Tuombe. Tukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kwa maana uweza na nguvu ni vyako. Imekupendeza siku ya leo useme nasi juu ya kanzu. Tumesikia na kuelewa wazi ya kwamba ili tustahili kuingia mbinguni sio mavazi, bali ni kushika amri zako. Bwana, kila aliyesikia habari hizi kwa hapa na wanaosikia wakiwa mbali, tuguse sote kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, tufai kuingia huko mbinguni. Endelea kuwa nasi, ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu. Amina. Amen. Bwana awe nanyi, karibuni kwa ibada. Get the point. Take a step forward.